Mpendwa mtazamaji wangu mahali popote ulipo, wewe unaonitazama ukiwa kwa nyumba yako, unaonitazama ukiwa kwa simu, mahali popote ulipo, ninaitwa mtume na nabii Isaac Nyaga. Kanisa ni Evangelism Miracle Church International, Embu Town, Kajuru beside Boden Lodge. Nimeokoka na Yesu Kristo ni Bwana. Ninawakaribisha wote watazamaji wote mnaonitazama ukiwa kwa nyumba yako, unanitazama ukiwa njiani, unanitazama ukiwa mahali popote ulipo. Karibu sana katika kipindi ni saa ya ukombozi ambao nakuletea masaa kama haya, na Mungu wa mbinguni atakubariki katika jina la Yesu Kristo. Lakini kwanza, kabla ya kuendelea, ningetaka nijue unatutazama ukiwa wapi. Kwanza niandikie unatazama ukiwa wapi kwa hiyo namba iko hapo, na unipigie kwa hizo namba zote ziko hapo, namba 0724 272063. Nipigie simu sasa hivi uniambie unatutazama ukiwa wapi. Watu wakashuliri, watu wanaotazama wakiwa kule tunaita wapi, watu ambao walio mbele, uko Tharaka, uko Embu, uko Kirinyaga, uko Ndivadas, mahali popote ulipo unapotazama uko kule tunaita wapi, Kianjokoma, unatazama ukiwa Kathageri, unatazama ukiwa pa Embu Town, Majimbo, unatazama ukiwa hapa tunaita Ndaras, mahali popote ulipo, ninataka tu uchukue nafasi hii unipigie simu uniambie unatutazama ukiwa wapi. Nataka kujua. Kwa hiyo namba iko hapo 0724272063 ama namba ya Airtel inayopita hapo. Nataka nijue ni watu wangapi wanaotutazama leo. Nataka tunjuane na nijue uko wapi. Ukiniandikia message niandikie tu na uniambie uko wapi na unipigie simu na nitaweza kuitika simu yako. Sasa nipigie simu sasa hivi nikiwa hapa niweze kuitika. Nishukuru Mungu kwa watu ambao walio Kanyariri, wanaotazama wakiwa Kanyariri, kuna watu wanaotazama wakiwa Chicago, kuna watu wako Karurumo, kuna watu wako hapa Embu. Kanisa letu liko hapa Embu Town, Kajuru beside Boden Lodge. Wale wanaonitazama katika television, wale ambao wanaonisikiza katika radio, mahali popote ulipo, nipigie simu na uniandikie message inayosema ya kwamba no more rejection. Andika no more rejection au nakataa roho ya kukataliwa, nakataa roho ya kukataliwa. Kwa hiyo namba 0724272063. Na pia nikukaribisha katika ibada zetu Jumapili hii, na Mungu atakusaidia sana. Ukifika Embu Stage, wale ambao wanatoka Majimbo, wale ambao walio Ndaras, wale ambao walio Majengo, wale ambao walio Kiambudhi, wale ambao walio kule tunaisa Sunrise, wale ambao walio wale ambao walio kabisa Karurumo, wewe uko Kakwegori, unanitazama ukiwa pale Mutonduri, watu wa Mutonduri, panda magari ya kuingia Embu Town ama uchukue bodaboda ikulete Embu Town. Ukifika Embu Town stage, hapo stage ambia watu wa bodaboda unataka kwenda kwa Apostle Isaac Nyaga aliye Kajuru beside Boden Lodge. Narudia tena, wale ambao walio Murang'a, wale ambao walio Nyeri, najua kuna watu wa Nyeri wanatazama, kuna watu walio Kagumo, kuna watu walio Ndivadas, kuna watu ambao walio Murang'a, na kuna watazamaji walio Ukambani, wengine wako Mbeere, wengine wako Tharaka, na wengine wanatazama katika hali ya nini, wanatuona katika Facebook mahali popote ulipo, uko YouTube mahali popote ulipo. Na nashukuru Mungu, nimeona watu wanaotufuata katika YouTube, wengine wanatufuata katika hali ya Facebook, wengine wako Brazil. Kuna yule ndanda ambaye kabisa aliniambia kwamba ananifollow katika hali ya Facebook akiwa Brazil. Mahali popote ulipo, niandikie unatutazama ukiwa wapi na unipigie simu. Unaweza kuwa unioni kwa TV hapo, unaweza ukaniangalia kwa IN upande wa Facebook, unaweza ukaangalia YouTube, unaweza ukaangalia channel zetu zote, na Mungu atakusaidia katika jina la Yesu Kristo. Nimekuja niweze kufungua maisha ya mtu, nimekuja nisaidie moyo wa mtu uliofungwa, nimekuja nikutoe katika vifungo waliokufunga. Wanadamu wanaweza wakakufunga kupitia nguvu ya maneno, wanadamu wanaweza wakakufunga kupitia madhabahu ya uchawi, laana za kijamii, laana za kifamilia kwenu zinaweza zikafunga mtu na mtu akatumikia vifungo vya kwao. Nimekuja niseme kwamba kila kifungo unaotumikia kimefika mwisho. Ni saa yako ya kukombolewa, saa yako ya kuwekwa huru katika jina la Yesu Kristo. Uko wapi? Nipigie simu. Na ungetaka nikuombee nini? Unasikia nikuombee nini? Je, kuna mambo unayopitia sio kawaida? Je, kuna magonjwa inayokuteza? Je, kuna kuvinyika, umevinyika kiali, kiuchumi, kimaisha? Nipigie simu tuombe pamoja nawe, kwa sababu kwa Mungu yote yawezekana. Narudia tena, kwa Mungu yote inawezekana. Watu wa Kivuti, watu ambao walio Manyata, watu ambao walio kule ambao tunaita wapi, watu ambao walio Kamugere, watu wanaotazama ukiwa Embu, Koronyenje, uko Tharaka Nithi, mahali popote unaponitazama, ninakukaribisha unipigie simu kwa namba 0724
072063, namba 0724272063. Na Jumapili barabara zote, ndini zote, watu wote tunaelekea Embu Town, Kajuru, Bisani Bodeni Lodge. Wale wote mnaotazama katika television, wale wote mnaotazama katika TV, wale wote unaotazama ukiwa wapi, unanisikiliza uko kwa redio yako, chukua nafasi ukuje tuombe pamoja Jumapili hii. Na kila siku ya Jumanne, tunakuwa na huduma ya mtu moja moja. Narudia tena, tunakuwa na huduma ya mtu moja moja. Sasa nipigie simu umbuku appointment Jumanne hii, Alhamisi hii na Jumapili hii. Ni siku zetu za kuombea watu kila mtu moja moja. Je, wajua mtu anaweza akawa amefungwa? Je, wajua kuna watu sasa tunapoongea maelfu na maelfu wanatumikia vifungo vinaowateza, na nimekuja niweze kukusaidia. Nipigie simu, niandikie message, niweze kuomba pamoja nawe, niweze kukutabilia na maisha yako itabadilika. Hayatapaki nzizi yalivyo tena hapo nyumbani. Sema amen. Usisahau ya kwamba naitwa mtume Nabii Isaac Nyaga wa kanisa la Evangelism Miracle Church International. For now niko hapa Embu Town, Kajuru, Bisani Bodeni Lodge. Watazamaji wote wa mtandao, nyinyi mlio Facebook, na wakaribisha kabisa. Je, uko Embu na uenda ikawa unatezeka? Je, kuna mtu wako wako Embu, kuna mtu wako wako Kirinyaga, uko kule unatazama ukiwa sehemu gani? Niandikie. Je, unatutazama ukiwa wapi? Nataka kujua uko maeneo gani, uko sehemu gani, uko area gani, na nitaweza kuomba pamoja na wewe hapo ulipo. Nipigie simu, nitaitika saa hii tu. Nipigie simu kwa namba 0724272063. Hiyo namba ni ya kupiga, hiyo namba ni ya kuandika message no more rejection. Andika message no more rejection and where are you watching me from. Uniambia kwamba nakataa roho ya kukataliwa. Leo nataka kuongea jinsi ya mtu kujitoa katika roho ya kukataliwa na kukutenganisha na hiyo madhabahu, na ili uweze kupata kibali. Na namba ndio hii, ni namba 0724272063. Pia unaweza ukachukua sadaka yako, unaweza kuwa Mungu amekubariki, unaweza ukachukua sadaka ya shilingi 200, unaweza ukachukua sadaka ya shilingi 500, unaweza ukachangia kipindi hiki kwa 5,000, 10,000, unaweza ukasupport kwa shilingi zako hata shilingi 10. Chochote Mungu amekubariki nacho ndio unastahili umtolee Mungu, kwa sababu hawezi ukatoa kile hauna. Mtu anatoa kile ako nacho na anajenga madhabahu yake mwenyewe. Hebu nione mtu anaosema mtumishi wa Bwana na kusikiliza vizuri, mimi niko tayari kabisa kusupport kazi ya Bwana, au na kutazama ulikuwa nyumbani, napitia mateso haya, napitia shinda hii, na hitaji kufunguliwa, niandikie message na uandike no more rejection kwa namba 0724272063. Namba 0724272063. Neno la Bwana kwenye kitabu, nataka tusome neno la Bwana kwenye kitabu ya Ezekiel 16 na mstari wa kwanza. Neno la Bwana likanijia na kusema tena, mwanadamu, injulishe Yerusalemu machukizo yake, useme Bwana awaambia Yerusalemu hivi, hasili ya kuzaliwa kwako kwatoka katika nchi ya Kanani, na Mwamori alikuwa baba yako, mama yako alikuwa Muiti, na katika habari ya kuzaliwa kwako, siku ulipozaliwa, kitovu chako akikukatwa wala au kutiwa chumvi hata kidogo. Abana jicho liliyokuhurumia, na abana jicho liliyokuhurumia ili kukutendea mambo yote ya mema, wala kukuhurumia ila ulitubwa ije uko uandani, na nafsi yako ikachukiwa siku ulipozaliwa. Na siku ile uliozaliwa ndiyo siku matatizo yako ilianzia. Nimekuja niweze kuongea na mtu mambo 10 ya kuelewa una madhabahu ya kukataliwa, ama umefungwa na vifungo vya ukoo, ama umefungwa na madhabahu ya kitofu. Hiyo ni mambo matatu nimeongea. Dalili ya kwanza ya kujua kwamba una roho ya kukataliwa ni kila kitu unaofanya kinakukataa. Unalisha mifugo inakukataa, unalima miraa, unalima chakula, unalima mahindi, yote inakukataa. Unajaribu kufuga kuku inakukataa, unajaribu kuweka biashara inakukataa, unajaribu kabisa kwenda kutafuta kazi, unakuta every doors are closed. Yani milango yako yote imefungwa. Hiyo ni dalili ya kwanza ya kujua ya kwamba una madhabahu ya kukataliwa. Dalili ya pili ni baada ambapo kile kitu unachopata fedha, unapata fedha sana, lakini askai sinabepata mapawa, sinabeperuka. Ile ni kuonyesha kwamba mikono yako ina suffer rejection. Na sasa nimekuja nikusaidie. Kabla sijakwambia dalili ya tatu, nipigie simu niambie uko wapi. Nataka upige simu uniambie uko wapi, na uniandikie no more rejection. Andika no more rejection na uniambie uko wapi
kwa namba 0724 27 20 63, namba 0724 27 20 63, na uniandikia kwamba no more rejection, na uniambie unatazama uko wapi. Dalili ya tatu ni pale ambapo unajaribu kuoa, ndoa inasidikana. Unajaribu kuolewa, unakuta yule ambaye anayekuoa anaoa mtu mwingine. Unakuta kwamba unajaribu sana kabisa muane, maisha inaharibika. Unaoa wanawake wanaenda, unapata wanaume wanaenda. Ili ni kuonyesha una suffer rejection. Dalili ya tatu ni kukosa kibali kila mahali uendapo. Maana the opposite of rejection ni favor. And when you lack favor, you are being rejected. Na sasa kuna watu kabisa unakuta kwamba you have no favor. Hauna kibali kazini, hauna kibali kwa ndoa, hauna kibali kwa kazini hauna kibali. Kila mahali hata ukitembea barabarani, everybody hate you. Kila mtu anataka kukupiga, kila mtu anataka kukumaliza. Ile inaonyesha kabisa wewe mwenyewe hapo nyumbani umefungwa na roho ya rejection. Hapo roho ya rejection haipo. Dalili ya 4, kabla sijasema ya 4, nataka unipigie simu nijue unatazama uko wapi, kwa namba 0724 27 20 63. Na wale walio katika ukurasa wetu wa Facebook, wale walio katika YouTube, wewe ambao uko mahali popote unapotazama katika TV, mahali popote, nataka tu unipigie simu na uniandikie neno linalosema no more rejection, au nakataa roho ya kukataliwa na mtu huyu. Dalili ya 4 ndio mbaya sana. Unakuta unakataliwa hata kanisani. Nimeona watu wanataka sana kumtumikia Mungu, lakini ukienda kanisani, chairman wa kanisa hataki kukuona, kiongozi wa kanisa anakuchukia, unahombanishwa na kila mtu. Kila mtu akikuona anakukataa, hata mtumishi wa Bwana anakukataa. Sio wale walio na shinda, wewe ndio ulio na shinda, ndio ulio na madhabahu. Mtu aliye katika madhabahu anaona kama watu hawampendi, ila yeye ndiye ana ile. Maana madhabahu ya rejection inawekea mtu limit katika maisha yake, limit to be employed, limit to get children, limit to be rich. Everywhere you go unakuta rejection spirit iko katika zura yako na uzo wako. Kila mtu anakuona, anakukataa, kila mtu anakupinga, unakuwa kabisa kila kitu akiko sawa. Niandikie hapo nyumbani, je, unapitia hali gani? Na uandike no more rejection ama nakataa roho ya kataliwa, na unipigie simu niweze kuomba pamoja nawe. Na usisahau ya kwamba Jumapili hii, narudia tena mara 2, Jumapili hii, mara ya 3 Jumapili hii, barabara zote ndini zote tunaelekea Embu Town. Embu Town, niko Embu Town, Kajuru beside Bodenus. Ukifika hapo stage tu, uliza majamaa wa bodaboda ama wa pikipiki, ama kama una gari yako, nyosha tu moja kwa moja hiyo barabara ya kule upite Shauri. Kutoka Shauri Moyo unakuja moja kwa moja hadi Bodeni, maana tumepakana na Shauri, lakini tuko mbele ya Shauri kidogo. Hapo mbele tu banda mtaa unaitwa Bodeni Kajuru, utanipata pale, nitaweza kuomba pamoja nawe. Dalili ya 5, kabla sijaitanja, niandikie no more rejection na Mungu atakusaidia. Dalili ya 5 ni kukuta kwamba vitu vya damu kwako havikai. Yani kila kitu cha damu, unalisha kuku zinakufa, ng'ombe zinakufa, unanunua mbuzi zinaibiwa. Ili ni kuonyesha kwamba rejection spirit inakataa, inasema huku hatutalisha, huku hatutavuga, huku hakutaendeshwa gari, huku hakutakuwa na kitu chochote kinaooperatiwa through the blood. Na leo natamka, as my Lord liveth, may God set you free out of rejection spirit, and may you prosper. May the favor of God work upon your life in Jesus' name. I declare and declare, wherever you are watching me, either uko mbali ama uko karibu, roho ya kukataliwa iondoke kwako na wanao katika jina la Yesu Kristo. Biblia inasema ya kwamba neno la Mungu likamjia Ezekiel the prophet na kusema, mwana Adam, julisha Jerusalem machukizo yake. Yani ni Mungu alimfunulia the history of Jerusalem. Jerusalem, it is capital city of Israel. Na Biblia inasema ya kwamba, anasema ya kwamba, maana kila mji umetanjwa kwa jina la mtu. Jerusalem alikuwa ni mtu, Embu alikuwa mtu, Mbere ni mtu, Meru ni mtu, Nyeri ni mtu, Murang'a ni mtu. Hiyo yote kabisa, miji yote imeitanishwa na jina la mtu fulani. Kwa mfano, Embu
ni mtu alikuwa anaitwa Embu. Kwa mfano, jina Runyenje ni watu walikuwa wanaitwa Runyenjes. Kila mahali unapoona ya kwamba either imeitanishwa na mtu au mti fulani ulikuwa uko pale. Shakala baganda. Unakuta ya kwamba kuna watu wa Mukuru wa Nyakadanga. Wale watu wa Mukuruini wanaitwa kulingana na ni mti fulani ulikuwa pale ama jina la mtu fulani aliyekuwa pale. Na unapoenda Meru ni mtu alikuwa anaitwa Mundu wa Meru alikuwa pale. Unaenda Nyeri ni mtu wa Nyeri. Yaani mtu wa Nyeri na Meru alikuwa brothers wakaseparate. Ni kama vile Embu na Mbere. Embu alikuwa mwanaume na Mbere alikuwa mwanamke. Mwanamke akaenda akateremka, mwanaume akapaki. Kwa hivyo naye mji huu umeitanishwa na jina la mtu ambaye anaitwa Jerusalemu. Anaambiwa mjulishe Jerusalemu machukizo yake, maana Bwana awaambia hivi, maana ulitoka katika nchi ya Mkanani. Mkanani ni wale watu wasiompenda Mungu, na Mwamori alikuwa ndiye baba yako. The originality of Jerusalem was from Canaan, and who are the Canaanites? They are the people who hate God. Hawakuwa wanampenda Mungu. Na sasa anasema naye baba yako alikuwa Mwamori. Mwamori alikuwa ni nani? Ni yule ambaye mtoto wa Rutu, na pia kabisa na mama yako naye alikuwa Muiti. These people walioana wakiwa wametoka katika nyumba ya madhabahu yaliyo mabaya, na Biblia inasema walipoana wakazaa Jerusalemu. Biblia inasema hapo ndipo Jerusalemu alichukiwa the day he was born, na asili ya kuzaliwa kwake. Kila mtu ana historia. Nenda uangalie the genealogy ama historia ya kwenu. Matatisho mengi inayochangia ni kule uliozaliwa, au kule mama yako alikotoka, au kule baba yako alikotoka. Maana mimi na wewe tuna DNA ya wazazi wetu, tuna DNA ya baba zetu, tuna DNA ya mama zetu. Maana Biblia inasema, maana siku ulipozaliwa ulikataliwa, ulitupwa au kukatwa kitovu. Yani kitovu chako kabisa akikukatwa, ulichukiwa, ulitupwa uwajani. Hakuna jicho lililokuhurumia ili kukutendea mema wala kukuvaliza mavazi, na au kukatwa kitovu, maana ulichukiwa au kutiwa chumvi au kuochwa kabisa, maana ulisukiwa siku ulipozaliwa. Ninasikia katika ulimwengu wa roho kuna mtu anauliza, ni kwa nini napitia shida hii? Kwa nini napitia hii ugonjwa wa sukari? Kwa nini pressure inaniteza? Kwa nini rejection spirit inateza maisha yangu? Katika historia kuna watu walipata matatizo kutoka siku walipozaliwa. Historia yao ya mabaya, historia yao ya vita, historia yao ya matezo, historia yao ni mbaya. Maana ulichukiwa siku ulipozaliwa. Siku ulipozaliwa ulitubwa huko nje. Yani you have been rejected. Na ulipokataliwa, ulipotubwa nje, hakuna mtu aliyekuhurumia. Yani kabisa kwenu watu wamesoma, kwenu watu ni matajiri, unafanyia matajiri kazi, hakuna wa kukusaidia. Umeitanishwa na umewahi kaa na watu wakubwa, lakini unatoka empty handed. Unaishi maisha ya from hand to mouth. Leo nimekuja kusema ya kwamba mahali ulikataliwa, Bwana akube kibali katika jina la Yesu. Pokea kibali cha bedha, pokea kibali sa watu wanaitwa destiny helper and destiny connector. Ili maisha yako usonge mbele, you need mkono wa mwanadamu akushike mkono akubeleke hapo mbele. Ili maisha yako iinuke, unahitaji mwanadamu. For God created man for a man. Ninasikia katika ulimwengu wa roho kuna watu katika historia zao ni mbaya. Kuna mtu sasa tunapoongea, susu yako hakuolewa, nawe sasa hauna ndoa. Babu yako alioa wake wengi, sasa unaoa na wake wengi. Hiyo ndio historia ya familia. Lazima utake kuuliza historia ya hii kitu ni gani? Historia ya mtu huyu ni gani? Historia ya watu hawa ni gani? Ninasikia katika ulimwengu wa roho kuna watu wanasuffer rejection because of bad history ya kwao. Maana kitabu ya ile ambao ni Maombolezo 5:7 inasema baba zetu wapo na walikufa, ila tumebeba maovu yao. Maovu yao ilifanyika current forward. Unakuta kwamba wazazi wetu walikuwa wachawi, na kwenu nyumbani kuna mtu anasema taroga mtu. Unakuta kwamba wazazi wetu walikuwa sharati. Unakuta kwamba pepo lile hata la mtu aliyeoa au aliyeolewa unakuta linatawala, kwa sababu sio yeye kupenda, ni pepo linakaa katika damu. Damu nilipopita nikaona unagagaa katika damu. Yani magonjwa ya damu, ugonjwa wa sukari unakaa katika damu, pressure inakaa katika damu. Hii tunaita nini? Tunaita kansa, inakaa katika damu. Madhabahu inakaa katika damu. Nikasema ujapokuwa katika damu yako uwe hai hapo nyumbani. Sijui unapitia hali gani, sijui ni madhabahu gani inakuteza, sijui ni limitation gani, ni mbali ya gani umewekewa na Shetani, sijui unalala usiku unahangaishwa na maroho ya aina gani, sijui rejection imekubeleka kiasi gani, sijui unapita hali gani isiyo ya kawaida. Nimekuja nikujulishe
your deliverance has come and this is time for your deliverance. Hapo nyumbani niandikie kwanza. Nataka nione watu wanaoandika no more rejection ama nakataa roho ya kukataliwa. Niandikie no more rejection wherever you are. Niandikie nakataa roho ya kukataliwa na uniambie uko wapi. Piga simu saa hii kwa namba 07 24 27 20 63. Nipigie niambie unaniwatch ukiwa wapi na uniandikie hapo. Kama on Facebook andika hapo I'm watching from Meru, I'm watching from Tharaka, I'm watching from wherever you are. Niandikie, nitakujibu message yako kwa jina la Yesu Kristo. Na Mungu leo anaenda kukuondolea roho ya kukataliwa. Na Jumapili hii kila mtu mkubwa kwa mdogo, unaweza kuwa na mtu aliye mgonjwa, mlete tuweze kuomba pamoja na wewe. Anaweza kuwa kabisa una mtu aliyefungwa, njoo tuweze kumfungua. Wenda ikawa hapo nyumbani kuna mtu anapitia hali sio kawaida, ama kwenu kuna madhabahu ya premature death kama vile nimeitanja, watu wanakufa kwa miaka midogo. Tunaona historia ya mtu ambaye anaitwa Tera, alikufa kabla ya kuona mafanikio ya watoto wake. Yani it was painful. Na mtoto wake mwingine Alan naye akakufa kabla bia ya kuona uzao. Na wakati Ruth alipozaliwa baba yake akafa, na unaona naye huyo ambaye tunaita Tera alikufa, akufurahia matunda ya watoto wake akina Ibrahimu na wale wengine. Ninakuombea kwa jina la Yesu, roho ya kukataliwa iondoke. Usikufe kabla ya wakati wako. Wanaotaka ukufe wakufe wao, wewe usikufe kabla ya wakati wako. Mungu akugeuzie. Na hata kama unapitia shinda, kila jaribio lina mlango wa kutokea. Kila jaribio lina mlango wa kutokea, na Mungu ananiambia anaenda kukutoa katika hiyo shinda ulio. Je, wewe uliye na mgonjwa? Je, wewe uliye mgonjwa una mgonjwa? Je, wewe unapita hali sio ya kawaida? Je, wewe unapitia vita kubwa au jielewi au ielewi? Je, wewe hapo nyumbani kabisa, hapo nyumbani una mtu anapitia madhabahu ya kuonewa na wachawi, unakuta unaota ndoto mbaya, umefungwa na vifungo. Hizo kazi zote tunashughulikia katika jina la Yesu Kristo. Kanisa letu liko hapa Embu Town, Kajuru beside Boden Lodge. Kanisa letu liko hapa Embu Town, Kajuru beside Boden Lodge, na huwa tunakuwa na prophetic healing and deliverance every Sunday, Tuesday and Thursday. Narudia tena, every Sunday, this Sunday and this Tuesday pamoja na Thursday tunakuwa na ibada kubwa sana ya every Sunday, every Tuesday, every Thursday tunakuwa na ibada kubwa sana ya deliverance, healing and salvation. Wewe unaohitaji muujiza wako, tumekaribia mjini. Wewe uliapa Ndaras, watu wa Ndaras, watu walio majengo, yani kabisa uko majengo, uko Ndaras, uko kule Mbona, watu wanaonitazama kwa Mbruvali, watu wote wanaonitazama wakiwa Embu, uko Tharaka Nithi, uko Meru, uko Ukambani, uko Kenya mzima. Distance is not a barrier. Nimekuja nikwambia kwamba no more rejection, you shall be accepted wherever you have been rejected. I see people shaking you. Naona watu wakikutafuta, naona muujiza wako ukikutafuta, naona watu waliopotea wakikutafuta kutoka sasa, naona watu wengi tu wakiwa wamepepwa na neema wakuja wakuletea utajiri. Biblia inasema hakuna jicho lililokuhurumia. Just imagine umezaliwa kwa matajiri, hawezi wakakukumbuka. Unafanya kazi kabisa na watu walio na fedha, they cannot pay you, they cannot bless you. Nimekuja nikuambia kwamba no more rejection in your life in the mighty name of Jesus. Ni kitu sa kuuma sana, ama kinaumiza wakati ambapo mtu anafanya kazi, unakuta kwamba umelisha ng'ombe zinakufa, azizai, asiongezeki, pesa yako yote inaenda hospitali. Ili ni kuonyesha kwamba kuna madhabahu ya rejection. Nataka uniandikie no more rejection kwa namba 07 24 27 20 63, namba 07 24 27 20 63. Ninasikia katika ulimwengu wa roho nikuelezea kitu kingine hapa. Biblia inasema ya kwamba katika asili ya kutoka kwako kila mtu ana history. Kuna mambo mengine yanayotufuata katika familia, kuna mambo mengine inayolimit maisha yetu. Kuna pombe unaona kwenu na sio ya kawaida, kuna kule iliyotokea. Kuna magonjwa iko kwenu nyumbani, mnasema ni ya kwenu ya ukoo, kuna kule iliyotokea. Kuna hiyo roho ya mume wako kutoka katika nje ya ndoa, kuna kule madhabahu ile iliyotokea. Hizi polygamous, hizi madhabahu ya divorce unaona zinatokea day every day, ni madhabahu iliyo katika damu ya mwanadamu. Biblia inasema kwamba nilipopita karibu nawe nikasema unjapokuwa unagagaa katika damu, na muwe hai na uongezeke uwe maelfu. Ninakutamkia kuongezeka kwa biashara, kuongezeka kwa familia, kuongezeka kwa maisha yako. Nataka unipigie simu kwa namba hii, namba 0724 27 20 63. Kabla hatujaomba, nini kinatesa maisha yako? Jiite kama mkutano.
Ulize rejection spirit itakutawala mpaka lini? Yaani hakuna mtu anayekupenda. Hauna kibali. Ulikuwa na kibali zamani, lakini sasa hauna kibali. Kazi yako ilikuwa inakuletea faida, sasa haikuletei faida. Wewe mwenyewe ulikuwa unapendwa na kila mtu, ukienda kila mahali watu wanakuimbia. Ulikuwa na kibawa chako za uimbaji. Sasa hakuna mtu anayependa kusikia nyimbo zako. Ulikuwa mhubiri kabisa, unahubiri injili watu wanasikia. Hakuna mtu anayependa kusikiliza mahubiri yako. Ulikuwa kabisa na uhusiano katika familia. Mahusiano ya familia imeisha. Maana shetani alipoingia kwako, Biblia inasema ya kwamba walipolala usiku akaja adui akapanda magugu. Ninaona kuna vitu vilivyopandwa katika maisha yako vinafaa kung'olewa. Na sasa nataka kuomba pamoja nawe. Niandikie no more rejection as I pray with you, na unitumie sadaka yako, unitumie fungu lako la 10, unitumie support yako, unitumie kile Mungu anaokuongoza tunapoenda kuomba, na Mungu anakusaidia. Kutoa ni moyo wala sio utajiri. Hebu nione message yako, nione simu yako wewe ambayo unaonipigia mahali popote ulipo, na nitaweza kuomba pamoja nawe, na Mungu mwenye baraka zote atakubariki kwa sababu ni Bwana Mungu aliye mwema. Niandikie no more rejection na Mungu atakusaidia kwa utukufu wa jina la Yesu Kristo. Na usisahau kuja katika ibada. Unapotazama tangazo linalofuata, njoo katika ibada zetu na Mungu atakusaidia na utakombolewa na maisha yako itabadilika. Hebu tuombe pamoja. Baba, katika jina la Yesu Kristo, nimenyosha mikono yangu kwa television hii. Yeyote Bwana anaonitazama, nasema no more rejection, no more delay, no more rejection, no more delay, no more premature death. I deliver you out of pit of hell, na nakutoa katika mashimo ya mauti na kuweka katika uzima. Naombea familia yako, naombea mwili wako. Mungu akuponye wewe mgonjwa, wewe uliyefungwa na madeni, umefungwa na mikozi, umefungwa na roho za aibu, umefungwa na magonjwa, umefungwa na ndoto mbaya, umefungwa na maroho usiyoielewa, na iondoa kwako kwa jina la Yesu. Tazama, umefunguliwa na umepona. Nataka unipigie simu kwa namba 0724 272063, namba 0724 272063. Usisahau ya kwamba kila siku ya Jumapili, kila siku ya Tuesday, kila siku ya Thursday tunakutana kanisani hapa Embu Town, Kajuru beside Bondeni Lodge. Ni matumaini yangu utakuja na tutabarikiwa pamoja na utafunguliwa na maisha yako itakuwa ya baraka. Piga simu kwa namba 0724 272063. Tukutane kanisani ama masaa mengine, and your life will change completely. Amen.